Kabla ya vitabu vya sayansi, kabla ya maabara na visukuku, kulikuwepo na swali la milele. Je, mwanadamu ametokea wapi? Hebu tuzame kiundani zaidi. Katika karne ya 19, wanasayansi kama Charles Darwin walipendekeza nadharia ya mageuzi, yani evolution theory, wazo kwamba viumbe hai wakiwemo binadamu walibadilika polepole kwa mamilioni ya miaka kupitia mchakato unaoitwa natural selection, yani uteuzi wa asili. Leo nadharia hii inafundishwa katika shule na vyuo vyote duniani kwa maelezo ya kisayansi ya asili ya uhai. Kwa mujibu wa nadharia ya mageuzi, maisha yalianza katika viumbe vidogo sana, kisha yakapitia hatua nyingi kama vile samaki, viumbe wa nchi kavu, mamalia, nyani wa kale hadi kile kinachoitwa Homo sapiens, yani binadamu wa sasa. Wanasayansi hawakuishia hapo. Kuna hila na ujanja ambao waliofanya, ndio maana mpaka leo hii kuna sehemu kama Olduvai Gorge hapa Tanzania naaminika kutunza historia za mafuvu za nyinyi ambao mnaamini ya kwamba mlitokea kutoka manyani na viumbe ambayo wanasayansi wanawaaminisha. Sasa nisiwe mchoyo, wacha tupitie baadhi ya vitu ambavyo ni muhimu sana katika nadharia hii ya ukuaji ama mabadiliko ya binadamu. Moja, mwanzo wa uhai takriban miaka bilioni 3.5 mpaka 4 iliyopita. Kwa mujibu wa sayansi, maisha yalianza katika viumbe vidogo sana vya seli moja ndani ya bahari za kale. Hapa ndipo kile kinachoitwa abiogenesis, wazo kwamba uhai ulitokana na kemikali zisizo hai, hujadiliwa. Hata hivyo, hadi leo hakuna maabara iliyofanikiwa kuunda uhai kamili kutoka vitu visivyo hai. 2. Viumbe wa baharini miaka milioni 500 mpaka 600 iliyopita. Kipindi cha Cambrian explosion kinatajwa kama ambako viumbe tata wa baharini walionekana kwa wingi katika visukuku, yaani samaki wa kale na viumbe wenye mifupa ya ndani waliotokea katika kipindi hiki. 3. Maendeleo ya viumbe wa nchi kavu miaka milioni 250 mpaka 400 iliyopita. Baadhi ya samaki waliaminika kubadilika kuwa viumbe wa nchi kavu kama amphibia na baadaye reptilia. Hatua hii inatajwa kama mapito ya kutoka kwenye maji mpaka nchi kavu. 4. Miaka milioni 65 mpaka 200 iliyopita. Wanasayansi wanasema kwamba baada ya kutoweka kwa dinosauri, mamalia walidaiwa kuongezeka kutofautiana, na ndani ya kundi hili ndipo baadaye waliibuka primates, kundi linalojumuisha nyani na binadamu. Ama kweli wanasayansi walijua kutupiga. Hatimaye namba 5, primates na mababu wa binadamu miaka milioni 7 mpaka 2 iliyopita. Hapa ndipo sayansi huanza kuzungumzia hominins, viumbe wanaodhaniwa kuwa ndio mababu wa binadamu. Viumbe hawa walipewa majina kama Sahelanthropus takribani miaka milioni 7 iliyopita. Wa pili alikuwa ni Australopithecus miaka milioni 4 mpaka 2 iliyopita. Wa tatu alikuwa ni Homo habilis miaka milioni 2 mpaka 4 iliyopita. Wa nne alikuwa ni Homo erectus miaka milioni 1 mpaka milioni 2 iliyopita. Na wa mwisho alikuwa ni Homo sapiens takribani miaka 300,000 iliyopita. Wanasayansi hawakuishia hapo. Kwa uongo uliokithiri, waliaminisha watu sehemu kama Olduvai Gorge kuna kumbukumbu za watu wa kale, na kwa ulafi wa serikali zetu zinazidi kuachia ushahidi huo uendelee kuaminika kwa sababu tu ya masilahi ya kiserikali kwamba binadamu tulitokea katika asili ya nyani. Baada ya kuzungumza kuhusiana na nadharia ya kisayansi kuhusiana na uwepo wa binadamu, sisi kama waumini wa uumbaji tunasimama katika msingi tofauti. Tunaamini ya kwamba mwanadamu hakuibuka kwa ajali, yaani mchakato wa asili, bali aliumbwa kwa kusudi, kwa mpango na kwa hadhi ya kipekee.
Imani hii haitegemei mabadiliko ya visukuku, bali maandiko na mafundisho ya kiimani yanayosema mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa muumba wake. Tunapotazama madai ya mageuzi, tunaona maswali mengi ambayo hayajapata majibu kamili. Chanzo cha uhai kilianzia wapi? Taarifa tata iliyopo ndani ya DNA iliundwaje bila akili iliyopanga? Je, mabadiliko madogo madogo ndani ya spishi yanawezaje kuunda viumbe wapya kabisa? Dokumentari hii haijengi hoja ya chuki juu ya sayansi, bali ni kukumbusha ya kwamba mwanadamu ni wa kipekee, mwenye thamani isiyopimika na si zao la bahati nasibu ya kibiolojia. Tunaweza tukasoma kile tunachofundishwa kuhusiana na mageuzi, kuelewa hoja zake, na bado tukasimama imara katika imani ya kwamba tuliumbwa kwa kusudi. Kama unapenda kupitia kila jambo kiundani zaidi, hujachelewa kusubscribe.